Niliona kwa macho yangu mwenyewe siku ile, rafiki yangu wa karibu alibadilisha mtoto wangu mchanga na mtoto wake, lakini sikumfunua. Badala yake nilienda kimya kimya kwenye chumba chake na mama na watoto na nikawarudisha watoto mahali pao halisi. Miaka 18 ilipita haraka, binti yangu akakua. Kwa miaka yote hiyo, rafiki yangu alikuja kumuona binti yangu kila siku. Kila mara alileta zawadi nyingi na za harama, lakini jambo la ajabu ni kwamba binti yake mwenyewe hata nguo nzuri ya kuvaa hakuwa nayo. Nilijaribu kumkemea kidogo rafiki yangu kuhusu tabia hiyo, lakini sikutarajia kwamba angegeuka na kumfokea tena yule msichana. Kwangu mimi, tabia zake zilionekana kama za mtu anayeigiza jukwani. Siku chache baadaye kulikuwa na sherehe ya kufikisha umri wa utu uzima kwa wasichana hawa wawili. Rafiki yangu aliposikia kuwa nitakabidhi kampuni yangu kwa binti yangu, macho yake yakajaa tamaa. Wakati huo, binti yangu alimleta binti halisi wa rafiki yangu ndani ya chumba. Nilikuwa nimemwandalia gauni zuri kama zawadi ya sherehe yake. Msichana alipovaa lile gauni, rafiki yangu akaingia ndani ghafla. Mara moja akakasirika sana. Alisema msichana huyo hastahili kuvaa gauni zuri kiasi hicho. Hata alikimbia mbele akajaribu kulivua kwa mikono yake mwenyewe. Ingawa nilikuwa tayari nimewarudisha watoto miaka mingi iliyopita, bado sikuweza kuvumilia kuona tukio hilo. Nikamsimamisha. Siku ya sherehe ilipofika, rafiki yangu alifika mapema sana. Alimkumbatia binti yangu kwa furaha kubwa, lakini msichana aliyekuwa nyuma yake alikuwa amevaa nguo zilizochakaa. Rafiki yangu alipogundua kuwa binti yangu alikuwa na jeraha dogo mkononi, alikasirika sana. Akanilaumu akisema mimi ni mzazi asiye na uwezo, lakini hakujali hata kidogo kwamba binti yake mwenyewe alikuwa amejeruhiwa vibaya mkononi. Kitu pekee kilichomsumbua kilikuwa kampuni yangu kupewa binti yangu. Ndugu yake alimvuta pembeni haraka, akiogopa kuwa sura yake ingeonyesha siri yake. Nilipotazama hilo, nilitabasamu tu kimya kimya. Ghafla simu ikapigwa. Ilikuwa hospitali. Walikuwa wanasema kuwa matokeo ya kipimo cha DNA yalikuwa tayari. Rafiki yangu hakuweza kusubiri. Akampa ishara ndugu yake aende haraka kuyachukua. Sherehe ya kufikisha umri wa utu uzima ilipoanza, nilitangaza mbele ya watu wote, ninakabidhi kampuni yangu kwa binti yangu. Kisha nikampa mkataba uliosainiwa. Rafiki yangu alijaa tamaa kupita kiasi. Alikimbia haraka hadi jukwani na kumsukuma binti yake pembeni. Akasema ana zawadi maalum ya mshangao kwa binti yangu. Nilimtazama tu kimya kimya, sababu hakujua tamasha halisi bado halijaanza. Kama umeipenda video hii na ungependa kuona video nyingi zaidi kama hizi, hakikisha unafollow ukurasa wetu wa Tomstats. Usisahau kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia wapate kufurahia maudhui kama haya. Asante sana kwa kutazama na karibu tena kwenye Tomstats.